Shalom shalom watu wa Mungu, ninawabariki na nawasalimu katika jina la Yesu. Ni wakati mwingine, ni mwendelezo wetu ipate tu. Tunaendelea kushuhudia yale Mungu aliyotenda katika maisha yangu. Basi nitasoma katika Marko sura ya 3 mstari wa 21. Jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Baba, nakushukuru kwa wema wako na fadhila zako, nalihimidi jina lako na kulitukuza. Ninawasalimu kwa jina lako Yesu wale wote wanaonifuatilia. Ninaombea neema ya wokovu, neema ya kufunguliwa. Najua Yesu wako wengi waliohangaika, walioteseka kama nilivyoteseka mimi. Nami nainua mkono wangu mbinguni kwa jina lako Yesu. Naomba wafungue macho, fungua ufahamu, fungua fikra kwa jina lako Yesu. Amen. Basi wapendwa, kama nilivyosema hapa niliposoma Marko sura ile ya 3 mstari ule wa 21 kwamba jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Yesu aliposimamia ile kweli, watu walisema kwamba amechanganyikiwa, amerukwa na akili. Paka leo iko hivyo. Mtu ukiokoka na kusimama imara, watu wanakuambia kwamba hana akili. Mtu hana akili huyu, amechanganyikiwa. Tunaendeleza ushuhuda wetu pale tuliposimamia. Niko Arusha kwenye lile kanisa. Lile kanisa nilipofika nilianza kuota ndoto. Nilipopata ndoto niliwaambia wale watumishi wa hapo, wale wakubwa. Wakaniambia wewe una mapepo. Wewe una mapepo. Hawakuamini. Waliniambia kwamba wewe una mapepo. Kuna watumishi hapo wakaanza paka wakaanza kuniombea. Funguliwa macho, haya mapepo, nataka kutekwa. Unapoanza kukisema ile kweli, wale ambao wamepofuka hawawezi. Yesu alisema kwamba kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. Sasa mimi nilifika pale nikawa bado sijafungwa naona ndoto. Wao niwakuta ameshafungwa, wakawa wananiambia hapana, umeota, umekosea. Kwa ule nabii watu walianza kuota ndoto. Kuna binti moja aliota ndoto, akaona yuko kwenye barabara pale Arusha katikati kwenye njia panda. Anakabizi. Yule binti akamwona mtu mweupe, tuseme wazungu, anatokea chini ya ardhi. Alipotokea chini ya ardhi, akaleta makaratasi akampa nabii. Kwenye ndoto aliona binti pale. Akakabizi, akanasikia binti anakasaini, akasema nimekupa kanisa na ndugu zangu, mama yangu, baba yangu, msichukue mke wangu na watoto wangu. Yaani hiyo ndoto alipoizungumza yule binti, kuna watumishi pale walipoanza kuisikia. Sasa yule nabii alianza kutukataza kutokuamini ndoto. Ukisema ndoto pale, kwanza wale watumishi ambao walikuwa chini yake wanaanza kukuombea, kukuziba yale macho. Ujikuta ulikuwa unaota, huoti tena. Ninawaambia tu ndugu zangu kwamba Mungu, Bwana Yesu anasema nasi kupitia ndoto. Hana sehemu ya kusemea maono na ndoto. Au anaweza kutumia mtu mwingine. Sasa kama tunazuiliwa ndoto, wakati hata kipindi cha nyuma wafalme wa kina Yusufu walikuwa na tafasiri ndoto. Leo manabii wanatuzuia kwa sababu tutaona vitu vyao. Na wakikuona kwenye kanisa lile una macho, wanafanya utaratibu wa kukuzima. Anaweza akakuita kumbe na kuzima yale macho anayaua. Mimi nilikuwa na macho, wakayazima pale, poteza uwezo wa kuona. Kuna uwezo wa kuota ndoto 60 siku moja. Huu ni ushuhuda wa kweli. Tumefika mahali hatuna utaratibu. Watu hawaandiki ndoto, mimi huwa naandika. Sasa yule nabii watu wakawa wanamuona kwenye matukio mengi. Kuna wengine walimuona yuko baharini. Mambo ya baharini ni majini. Kianza kuona uko baharini tujua kwamba umetekwa. Mimi mwenyewe nilikuwa natekwa. Mungu akawa ananionyesha, nilikuwa nimeshatekwa na majini 6. Nilianza jini moja. Nilianza kwenye ile kanisa, nilikuwa nazini nalo usiku. Nikaonyeshwa kabisa kwenye ndoto, niko chini ya bahari, naishi huko. Na nilipoanza kutoka sasa, ilikuwa ni miujiza tu ya Mungu. Nilianziwa kwanza kufunga siku 7 kavu. Nilipofunga zile siku 7, nilimwona yule nabii yupo juu yangu, amepanda chula. Yuko juu yake, amempanda yule chula. Maombi ninapoomba, kumbe yeye amekuwa kama Mungu kwangu, ananijibu yeye. Maana tulipokuwa kwenye yule nabii, tuliaminishwa kwamba madhabahu hii imetenda. Mpaka leo iko kwa watu wengi. Tumeacha kumtukuza Yesu, tunasema madhabahu ya fulani nimetenda. Mungu wako amenitenda.
Hiyo ni namna tu ya kutolewa. Mungu wake unamjua. Sema Bwana Yesu ndiye aliyenikuponya. Unamjua Mungu wake? Yule nabii alitufundisha kwamba tuwe tunajipatanisha na madhabahu yake, kujiunganisha. Yeye alidai kwamba ni Musa. Alidai kwamba yeye ni Musa wa sasa. Paka wanawake aliwaambia kwamba msiwe mnalala uchi na kujaga usiku. Mimi ni Musa natembea usiku silali. Na niingiza kwenye majaribu. Sasa yule nabii ni muongo. Mimi nilikuja kufunguliwa kwa neema. Sasa nilipofunguliwa pale nikatoka. Nikaanza tena kutapatapa kwenye makanisa mengine. Nikaenda kwa nabii mmoja tena nikampigia simu, yuko Dar es Salaam. Na sasa yupo anakemea sana. Akaniambia, "Tuma sadaka nikufungue, kuna madhabahu ya nyumbani kule, walienda kule akatoa mahali wakakuoa majini. Umeshaolewa na jini. Umeshakuoa. Sasa mimi mwanaume niolewe tena. Umeoa jini." Akasema, "Toa sadaka alafu tutipe. Limeshalipa lenyewe kwenye ukoo wenu." Nilipotoa ile sadaka siku hiyo, hakupokea simu tena. Lakini mpaka sasa yupo anakemea mtandaoni. Ndio maana ujue dunia ilipofikia. Watu wako tayari kulitumia jina la Yesu. Ndio maana alisema kwamba watalitumia jina langu. Wengine watasema Bwana Bwana hatukufanya kazi. Niwaambie mnao nisikiza na kunifuatilia. Nimeshatembea na makanisa mengi sana. Nikwambie 98% watumishi wa Mungu Tanzania ni 2%. 98 wote ni washetani. Uwe makini sana. Watu wanachukua tu posti wanatuma mitandaoni, hawajui. Unakuwa mshirika wa yule unayemtuma. Wewe unaangalia tu madhabahu ameongea point fulani, unaichukua hiyo point. Unafunganishwa kule, maana unamsaboti. Unakuwa sabota wake. Tuombe macho tujue watumishi wa kweli. Wapendwa, mimi nilikuwa nimeshafungwa. Yesu akaniambia funga siku 7. Nakwambie niko kwenye wokovu kama miaka 10 na huu mwaka ninapotoa ushuhuda hapa ndo nimefunguliwa mwaka huu. Sikuenda wapi. Nilimtupigia mtumishi mmoja yuko Mwanza. Akaniambia na yeye mambo hayo. Kwa sababu nilikuwa naeleza ndoto zangu, akatafasiri. Akasema muda fulani nikuombee nipigie. Nilipompigia kupokea simu. Hapokei simu zangu zote, hamna kujibu message zote. Paka nimekuja kufunguliwa. Nilipofunguliwa sasa akanipigia mwenyewe. Baada ya kufunga zile siku nikafunga, nikaomba mpaka nikafunguliwa na Yesu. Akaanza kunipigia. Lakini kwa sababu nimeshaanza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, Yesu akanijulisha, huyu ni wakala, nataka kurudisha kule. Achana naye. Kama mwanzo aliogopa kukuombea, sasa hivi anakuombea. Wapendwa, yani Yesu mwenyewe anaifanya kazi yake. Tena Yesu akikusudia haufi. Pita kwa manabii wote lakini utafunguka tu, utatoka. Kuna wengine wako Dar es Salaam kule. Nilipotoa ushuhuda wangu, walianza kunipigia simu. Tena wana hasira, wananitishia. Nikasema kama watumishi wa Mungu hawa wapi sawa, wananitishia maisha. Yesu ndiye anayenilinda. Siwezi kufa mimi. Lazima niiseme ile kweli, watakaopona wapone. Wananipigia kunitishia. Wanaanza kunitafuta kwenye simu. Wanafanya mambo machafu. Nilienda kule wakaanza kunizungusha. Kuonana na nabii tu imekuwa kesi, wamekuwa na masharti mengi. Heti wanatuambia hivi, mwanamke wako ule wa kwanza usiachane naye. Sasa mimi nilikuwa kabla sijaokoka nilikuwa nimeachana na mwanamke. Na nikaoa. Nilioa wanawake wengi. Sasa yule mwanamke akaolewa na mume wake. Tena wananilazimisha nimrudie. Sasa nitamrudiaje wakati yuko na mume wake? Na kipindi kile nilikuwa bado sijaokoka, niko nimefungwa. Wakasema huwezi kufunga ndoa tena. Kwa hiyo sasa Yesu, Biblia inasema kwamba hayahesabu yale ya nyuma tuliyofanya kabla hatujaokoka. Hayahesabu hata kama umeshaoa na wanawake wangapi. Ukishaokoka hauhesabiwi tena. Lakini yule mchungaji alinifanya mpaka nikaanza kuchanganyikiwa. Ananiambia hivi, yule wa kwanza ndio wa kwako. Sasa nitampataje? Ameshazaa, ameshaolewa, alafu mimi nilikuwa bado sijaokoka. Niwaambie tu, wapo wengi kwenye mitandao sasa hivi vijana wako wanaovunja ndoa. Wanaona kwamba ameshaokoka. Unajua ukiokoka Yesu atakupa mke sahihi. Mimi nimeshaoa mara nyingi. Kwa sababu gani? Nilikuwa naenda kwenye madhabahu fake za uongo. Yaani nilikuwa kama mpagani tu. Miaka yote 10 nilikuwa bado sijaokoka chochote. Nilikuwa narogwa tu kama kawaida.
Nimejaribu kutafuta misaada kwa watumishi, lakini sikupata ule msaada. Wapendwa, nimeteseka. Kwanza mara ya kwanza tu nikiokoka, ule mwaka wa kwanza kuokoka nilikuwa na wanawake 3. Nilihangaika kubatizwa miaka. Wananiambia wewe huwezi kubatizwa na wanawake wengi. Kwa hiyo sasa wanawake wengi tusiende mbinguni. Lakini ukikija mchango pale, mimi wa kwanza kuomba mchango, lakini nilikuwa ndogo kiroho, hawanitatulii mambo yangu. Walinichanganya, ni neema ya Mungu tu hata kuendelea. Wengi sana wanakata tamaa, maana nilienda na wanawake 3. Wakaniambia lazima uachane nao. Na wale wanawake sasa nilipotaka kuachana nao, yule mkubwa alikataa, alisema kwamba mimi siwezi kubaki peke yangu. Na yeye alitoka, sasa nibaki na nani? Alisema ukitaka tuende na mimi, labda na wenzangu waje. Sasa wale watumishi ninawaita nyumbani kuja kufanya ule suruhu, hawaji. Wakiitija sadaka pale kanisani wa kwanza, walikuwa wananipigia mpaka nyumbani. Tumekuwa na wachungaji wa sela. Kuweni macho, wale mnaotaka kwenda mbinguni. Njia imesongwa. Uwe makini. Sasa hivi tunabadilisha tu madhabahu, tunabadilisha. Mimi nimeshabadilisha madhabahu, nikatoka nikaenda Mbeya. Hata kule. Yaani mimi nilikuwa natafuta wale ambao wanaongea na Yesu. Nikamkuta hata yule. Nikaota ndoto, nikaona nipo kwenye kanisa lilo watu wote wako uchi. Na mimi nilipoenda pale nikajikuta tu sina nguo, niko uchi. Nikajua hata hapa nimekosea.